ule duma. Ya tuketi tuombe. Tuamini pamoja tuombe. Ni ukweli mfalme, wakati mwingi ambao tumesongwa na mambo mengi katika ulimwengu, wakati ambao mfalme hatuwezi sisi kujiokoa ama kujitimizia ahadi za mioyo yetu, twakutegemea wewe kama mfalme na Mungu ambaye mwenye rehema nyingi na rehema mfalme. Wakati twakuhitaji, tunapokuja mbele zako tukihitaji neno lako litufikie, Mungu utuletee neno lako jinsi inavyokupendeza. Na mimi ni nenapo neno lako na jiachilia kwako, unitumie jinsi mfalme uinuliwe na uabudiwe milele. Maana wewe ndiye Mungu mwaminifu, hakuna mwingine aliye na nguvu kama wewe zako. Na hili ni ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Walio juu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, I wanted to know tuko pamoja. Pade hii kule nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wako mbele. Nasema wale wako nyuma. Bwana Yesu asifiwe huko nyuma. Hapa mbele, Bwana Yesu asifiwe. Yeah, I want to see tuko pamoja. Na elders, praise the name of the Lord. Yeah, I'm happy to have you today. Niko na furaha sana kutuikwa jukumu ya leo kusimama mbele zenu ni waletee ujumbe wa Bwana. Bwana ameniokoa na akanilida, akanihifadhi na akadumisha katika wokovu na akanitia furaha ndani ya moyo wangu ya kujitoa na kumtumikia. Jina langu ni Joseph Kitonga Kiambi, mwanafunzi mchungaji hapa Kirimala West Presbytery na Kalatina Parish chini ya mchungaji wetu Reverend Wilson Maina. Niko na furaha siku ya leo to have my seniors here, Dr. Isaiah Mwita with the team from the Presbytery, and I thank God for giving me you to be with us in this service. Praise the name of the Lord. Niko na furaha pia kuona tumejitoa na tumejukumika kila siku kujitoa kuja kuabudu Mungu ambaye ametuumba na akatupa nafasi ya kuwa hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Naamini tumekuja sababu tumetambua kuwa Mungu ametuweka uhai sababu kusudi atutumie, na nikushukuru sababu ya kujitoa ambacho umejitoa. Kabla niingie katika neno ya siku ya leo, kama vile nilivyosema katika ibada ya kwanza, kila wakati huwa niko na wimbo ambao unaniongoza. Wakati wa mission huwa naongozwa na tenzi za Loan Sister 3. Na wakati wote ninapokumbuka jinsi Mungu anaponihitaji kumtumikia, huwa nakumbuka wimbo ambao umeimbwa na Philip Kimani ambao unaitwa Aba, ambao unasema ne kujeta ojete mwathi okajeta tigema kwa mothe nikuire mutharaba wakwa nyumethutha na ningona moyoni ningutoria nijui ningutoria otauria Yesu atoririe dagere
makinyaine maku naniene gotoria nejoene gotoria. Always, kila wakati najikumbusha kuwa kama Mungu ataniwezesha, sababu nimejitoa, basi nikimfuatilia nitaweza kumtumikia jinsi inavyompendeza, na namtumainia hata siku ya leo kuwa atanitumia ninene na moyo wako. Geukia aliyeketi karibu na wewe, umwambie tutembee pamoja na mhubiri. Ni ombi langu tutembee pamoja, ndiposa Mungu anitumie anene pamoja nasi. Tuko na mada ambayo inatuongoza, ambayo inatuhimiza kuwa sisi ni wa Mungu, sisi ni wa Mungu hata kabla tumwamini. Sisi ni wa Mungu hata kabla tumwamini. Na hakika ni kweli kuwa Mungu ndiye alituchagua, sisi tulimchagua. Mungu ndiye alituchagua, sisi tulimchagua. Na ndiposa nimeimba nikasema, kama nitaweza kufuatilia nyayo za Yesu ama njia ya Kristu, basi niko na hakika pia mimi kujijulisha kuwa nitaweza. Sababu gani? Sababu tunahimizwa kuwa sisi ni wa Yesu, sisi ni wa Mungu hata kabla tumwamini. Na tunapo tafakari kuhusu hii mada ya siku ya leo, ni vizuri tusije basi tukajitoa kumwamini Mungu. Sababu tukiona sisi ni wa Mungu hata wakati ambao hatujamwamini asa. Mungu ametujulisha, alituumba na ametuweka uhai ndiposa sisi tumwamini. That's why anatuambia this morning that we belong to him. We don't need to trust anyone else, but we need to trust our Almighty God, who is able to guide us through our life. Nilichagua hii mada sababu imejitokeza vizuri katika masomo yote mawili ambayo tumesomewa, na tukijua sisi kama Kalatina Parukia, kitabu cha Isaia 43 kimekuwa ndicho kimetupatia theme ambayo ilikuwa ni ya mwaka uliopita 2025, na ni theme ambayo ilikuwa inatuhimiza kujua kuwa Mungu anatenda jambo jipya katika maisha yetu, na ilikuwa mpaka inatuhimiza kupitia kutuuliza maswali kama sisi tunashuhudia jinsi Mungu anavyotenda mambo makuu. Kitabu hiki cha Isaia ni kitabu cha unabii ambacho kinapatikana katika Agano la Kale, na kiliandikwa na Isaia, mtoto wa Amosi aliyekuwa anaishi kule Yerusalemu. Ni kitabu ambacho kimegawanyishwa kwa vitengo vitatu. Kitengo cha kwanza, sura ya kwanza mpaka sura ya 39, ambacho imeleta mada ya judgment and warning, uamuzi na warning, kukanya ama kuhimizwa njia ambayo unatakiwa upite na ile hautakiwi uwe unapita. Kitengo cha pili ni kutoka sura ya 40 mpaka ya 55, ambacho pia kinatoa mada ya kuwa comfort and redemption, kuwa ni Mungu ambaye amejitoa kuwafariji wana wa Israeli na tena kuwakomboa, kuwaokoa kutoka katika utumwa. Na tunapowaza kitengo hiki tunakumbuka wana wa Israeli walitekwa mateka na wakaenda exile, ambapo Mungu aliwaondoa. That's why tunaona katika kitengo hiki cha 40 to 55 Mungu akiwahimiza kuwa I will comfort you from what you are going through
na basi niwakomboe, niwarejeshe katika upendo wake. Na kitengo cha mwisho ni kutoka chapter 56 to 66 ambacho kinawadhirishia wana wa Israeli kuwa Mungu atawarejesha na awainue katika utukufu wa kudumu katika mwisho. Na that's why tunasikia anasema I am doing a new thing, and he calls us to be able to conceive that. Ni kitabu ambacho kimeangalia na kujitoa kitheolojia, kitabu cha Isaya, mada yake kuu ikiwa ni asili ya Mungu. Kimeonyesha asili ya Mungu, jinsi Mungu aliye mkuu na aliye Mungu ambaye ako na uwepo na uwezo wa kuwakomboa wanawake. Kimetoa pia nafasi ya pili ambayo ni asili ya dhambi. Kinaonyesha uwazi jinsi wana wa Israeli walitenda dhambi na wakati walitekwa mateka na wakaweza kuendelea kuabudu pia miungu ya kigeni. Asili ya tatu ikatoa vizuri wokovu, ndiye tumesema the restoration and the redemption. Na ya nne kikatoa utumishi, jinsi Mungu aliwaita, pia jinsi alivyomuita Isaia na vile Isaia alivyozielezea. And then ya mwisho kimetoa hisia ya Mesaya ambaye tunajua alitolewa ama alitabuliwa kuwa atakuwa kwa sababu ya kurejesha wokovu katika maisha yetu. Mada yetu ambaye ni sisi ni wa Mungu hata kabla tumwamini, inadhihirisha katika asili ya wokovu ambayo inaonekana kutoka chapter 40 to 55. Then kitabu cha pili pia kimebeba mada yetu ya mwaka huu, our year theme of 2026, ambayo imetoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Corinthian, the second Corinthian, wa Corinthian chapter number 4 and verse number 5, ambayo inatujulisha kuwa sisi tujitoe tuishi kwa ajili ya Kristo na tuwaambie wengine, tuwapelekee ujumbe kuwa sisi maisha yote yetu tumejipatiana kwa ajili ya Kristo. Sisi tumejitoa kumtumikia Kristo. Na kitabu cha Corinthian, waraka wa Korintho, ni barua ambao tunajua iliandikwa na Apostle Paul ama mtume aliyekuwa anaitwa Paulo, na akitoa mafundisho yake kwa kanisa la Corinthian ambalo lilikuwa limepatwa na changamoto na lilikuwa linapitia mambo magumu kwa ajili ya viongozi ama watumishi wengine ambao walikuwa ni false prophet ambao walikuwa wamejitoa na kupigana na Paulo kwa sababu ya kuwaelekeza wa Korintho kumtegemea Mungu. Wakati Paulo mafundisho ambayo inajitoa vizuri pale ni mafundisho ya justification by grace, kuwa tumekombolewa kupitia grace, sio kwa ajili ya imani ambayo nirudie tena. Fundisho la kwanza ambalo linajitoa kwa Corinthian ni justification by grace through faith, kuhesabiwa haki kwa wema kupitia imani. Kuwa wana wa Korintho alikuwa anawakumbusha kuwa hamjaokolewa sababu ya matendo ambayo mmetenda, lakini mmeokolewa sababu ya neema ya Mungu na haki yake.
Ya pili kimewahimizia mafundisho ya kuwa maisha yao yote wayatoe kuishia ndani Kristu na kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Paulo alikuwa anawakumbusha kuwa maisha si eti yatakuwa rahisi sababu mmepatana na Kristu, sababu mmekubali Kristu, lakini akawahimiza ni vizuri waishi ndani ya maisha ambayo ni ndani ya Kristu na katika kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu. Na mafundisho ya tatu ambayo alikuwa anawaelekeza Wakorintho ni kuwa mateso yote watakayoipokea katika Ukristu waishiriki kulingana na mateso ya Kristu. Mateso yote watakayoipokea kwa ajili ya Ukristu waipigane kulingana na jinsi Kristu alivyopigana. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa tunajua jinsi ya hivi vitabu vinavyojitokeza, neno la siku ya leo katika ujumbe ambao Mungu ametuwezesha tuupate kuwa sisi ni wa Yesu, sisi ni wa Mungu, hata kabla tuamini, ni ya muhimu sana tujiulize ni nini Mungu anatuhitaji ama anahitaji ndani yetu siku ya leo. Na hili tujue jinsi gani Mungu anayotuhitaji siku hii ya leo, ningetaka tuitazamie Isaia 43, jinsi Mungu anajionyesha kwa Yakobo kama wana wa Israeli. Anaanza kumwonyesha mimi ndiye Mungu wako. Kwa hivyo Mungu anaanza na kujitambulisha kwake, na ukisoma kwa udani unaangalia ni kama Yakobo alikuwa amemsahau kuwa mapito yote anayopita, sababu tunaona sura inaonyesha vizuri alikuwa anapita mapito magumu. Ni kama alikuwa amemsahau Mungu, ni kama alikuwa bado anatazama, naona maisha yake yale anapita hayastahili, sababu tunaona Mungu akijidhihirisha na kumjulisha mimi ndiye Mungu wako ambaye alikuumba na anakujua kwa jina lako. Basi anaendelea kumuhimiza kuwa hata wakati ulipopita na wakati wote upitapo katika maji mengi, kumaanisha maji ambayo yaweza kumsonga, na wakati umepita katika moto, mimi ni Mungu ambaye amekuwa pamoja na wewe. Basi anamwambia hauna kusudi la kujitoa wewe kuwa na uoga, sababu mwanzo nimekushikilia. Na hii ndiye nikachukua mada hii ambayo sisi ni wa Mungu hata wakati hatumwamini, sababu Mungu amejidhihirisha vizuri na amejionyesha kuwa yeye mwenyewe alijitoa, ndiposa akamshikilia Yakobo wakati alipita mambo mengi, wakati alipopita wakati uliokuwa mgumu, na ikafikia mpaka siku ambayo sasa Mungu alirudi kumuonyesha kuwa it is me, sababu ni kama Yakobo bado hakuwa nawaza katika mawazo yake kuwa haya yote nimeweza kuyapita sababu Mungu wetu ni mwaminifu, ama sababu Mungu amekuwa pamoja nami. Na jinsi tumekuwa tuna tafakari mada yenye tulikuwa tumepatiwa mwaka uliopita kutoka kitabu cha Isaia 43 mstari wa 18 na 19, mpaka tunaona pale Mungu anatuuliza swali. Ukitazamia pale unaona Mungu ameuliza swali, do you not perceive it? Kumaanisha ni kama ametuahimiza kuwa anatutendea mambo makubwa ambayo tumemuuliza atutendee. Tumezindi kuenda tukinyenyekea, tukimwambia bado Mungu tunatamani utembee pamoja nasi, lakini katika mawazo yetu hata kama tumejitoa sana kuomba, ikawa ni kama sasa hatujaaminia kabisa. Ndiposa Mungu anatuambia ni lazima basi mutazame na mjue. Na ndivyo unaona katika Isaia 43. Praise the name of the Lord.
anaambia Yakobo, ndio wakati umepita katika maji mengi, nimekuwa Mungu pamoja na wewe. Wakati umepita katika moto, nimekuwa pamoja na wewe. Na hii wakati nilikuwa nafikiria hii neno na naliwaza katika mawazo yangu, nilikuwa bado natembea kwa Biblia, naona Shadrach, Meshach na Abednego. Wakati walikataa kuinamia miungu ya Baali, na ikawa sasa ni lazima wataingizwa katika moto. Shadrach waliamua, sisi tunataka kufuatana na wewe, hewe Mungu, sababu tunajua vizuri utakuwa pamoja nasi. Na waliweza kuwekwa pale kwa moto, na ikasemekana pia kwa wale waliwaweka kwa moto waliweza kutazamia na wanaona kuna mtu mwingine ambao hawakuweka kwa moto, ambaye alikuwa Mungu pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nataka kujua vizuri kama nitaona Mungu akiongea na Shadrach, Meshach na Abednego, awaambie, kwani amtazami kuwa niko pamoja na nyinyi? Lakini sijaona hilo katika andiko. Sababu gani? Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa washaamua wakati walitupa kule motoni kuwa mimi, hata hiwe Mungu hatakuwa na mimi, bado sitamkana. Na sababu ya hile walikuwa wamejenga ndani yao, waliweza kusimama na kufaulu kuwa ikawezekana kujulikana kuwa katika nchi yote ya ufalme wa wakati ule kuwa Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego aliwapigania katikati ya moto. Lakini nilikuwa na compare that word and this word of Isaiah when God is speaking to Jacob. Wakati anamuuliza, inabidi mpaka amuelezee kuwa mimi ni Mungu ambaye amepita nawe kwa maji mengi. Mimi ni Mungu ambaye amekuwa na wewe katika moto. Nilikuwa sasa na yawaza vizuri na compare the two ones, na basi najileta kwangu sasa kujiuliza, kweli siku ya leo, sababu naamini tunapita katika mapito. Kuna changamoto ambayo unapitia, kuna mazuri ambayo unapitia katika maisha yako. Kuna yale tunapitia kama Wakenya, wakati wa wengi wanasema hawajibuni kuwa kwa Kenya, lakini wanavumilia kuwa kwa Kenya sababu maybe ya matatizo kidogo kidogo. Sababu maybe ulifanya uamuzi na unatakiwa ungojee mpaka sheria itimize huo uamuzi mwizo. Wakati kama huo ni wakati mzuri wa kujiuliza, wakati Mungu anatuhimiza kuwa sisi ni wake hata wakati hatujaamini. Ni vizuri tujiulize, tutangojea mpaka arudi tena kutujulisha our right position ambayo tunatakiwa tuchukue? Na leo sababu tumekuwa na hii manda kutoka mwaka uliopita Januari mpaka Disemba, na tukaweza kupatiwa manda ingine, nilikuwa na hombi na kujitoa niwahimize kama kanisa tuzihimishe kuwa mwaka huu ni mwaka ambao hatutaki tuendelee kulia. Praise the name of the Lord. Ni mwaka ambao tunatakiwa tuchukue nafasi yetu, tusimame kama kanisa, tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Ni mwaka ambao tunatakiwa wewe kama mke uchukue nafasi uombe kwa ajili ya ndoa yako. Ni mwaka ambao Mungu anatuhitaji tusingoje mpaka atujulishe tena kuwa ametupea uwezo wa kusimama katika mwanya ambao Mungu angetamani. Ifike wakati sasa utasema, mimi Mungu nimejua kuwa natakiwa nisimame katika mwanya. Mimi kama mzee, wewe kama mzee, ni mwaka ambao Mungu anatuitia tusimame kwa ajili ya jamii zetu. Ni mwaka ambao tunatakiwa tujue tumechukua uongozi katika kanisa. Tusingoje mpaka mwisho wa mwaka until Mungu arudi kutuambia, kwani hautazami tumetembea na wewe. Ni mwaka ambao tunatakiwa tuongoze katika kazi ya Bwana, tusiwe pasipo na manunguniko. Ni mwaka ambao tunatakiwa tuitazamie tuone Mungu ametuita ndiposa atuelekeze
kumtumikia. Na ni muhimu sana tunapotumikia Mungu tujue jinsi anavyo wafahamisha Waisraeli. Anawaambia mimi ni Mungu ambaye amejitoa kutoa wa Egypt, Kush, wote niwapatiane kwa ajili yenu Waisraeli. Na hili ni himizo anatuhimiza kama kanisa, kama Wakristo, kuwa anatuitia tujue yeye amemtoa mwana wake Kristu ndiposa azaliwe. Mwaka huu tumekuwa tunasherekea kuwa amezaliwa 2025. Na sasa sababu tuko katika 40 days after Christmas, ni wakati mzuri ambao tunatakiwa tuanze mwaka tukijua kuwa Mungu amemtoa Kristu na amemtoa pasipo sisi kumwamini. Ndiposa nasi tumwamini na tumtangaze katika ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Naye Paulo anaendelea kushikilia haya kupitia kuwahimiza wa Korintho kupitia waraka wake wa pili, na ambao pia ndiye mada yetu ya mwaka huu, ambayo inatuitia tujitoe kumuishia Kristo. We live for Christ. Na kwa nini tumeitwa kwanza tuishi kulingana na Kristo jinsi anavyopenda? Ni sababu hatuwezi tukaeneza injili ama tukanena injili hii kumhusu Kristo pasipo na sisi kumjua. Kumjua Kristo kulingana na Warumi 10:9 ni kuwa umetambua yeye ni mwana wa Mungu aliyetolewa, ndiposa yeyote atakayemwamini ndani ya moyo wake na kumkiri kwa kinywa chake basi apokee wokovu. Na mwito wa mada wa mwaka huu unatuitia kwanza tumpokee Kristo kama mwokozi ndani ya maisha yetu, ndiposa nasi tuweze kuwaitia wengine wakaje wampokee. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba unisaidie kunenea mwenye ameketi karibu na wewe, umjulishe kuwa mwaka huu tumeitwa tumpokee Kristo. Ni mwaka ambao tunaitwa tukubali kuwa Kristo atuongoze. Kupitia Kristo, Roho Mtakatifu alikuja akatupatia nafasi ya kuweza kutimiza hata yale hatungeweza. Tunaona Paulo akiambia wa Korintho kuwa mtapita changamoto, lakini mnapopita changamoto zile katika maisha ya kutumika kwa ajili ya sifa na utukufu kwa Mungu, mjitoe sana muishi. Hata kama mtapitia magumu, hata kama mtakuwa wakuteswa, mteswe mkifahamu katika mawazo yenu kuwa mnateswa kwa ajili ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ndugu zangu, ni ya maana sana tujue kuwa siku hii ya leo, mwaka huu, Mungu ametupatia nafasi tujikumbushe kuwa sisi alitupenda hata kabla tumpende. Na mfano mwema ndiposa utuhimize. Tunajua Paulo ambaye ameandika hiki kitabu alikuwa mpinga Kristo. Na Paulo katika maisha yake ya kwanza tunajua alijitoa sana ndiposa apigane na Wakristo. Lakini ilifikia siku ambao Mungu alikutana naye kama jinsi alivyokutana na Yakobo, na akamjulisha kuwa what you are doing, chenye unachofanya akinipendezi ndani yangu, sababu unawaumiza waliojitoa kwa ajili yangu. Kwa hivyo akambadilisha na akamokoa, akawa mtumishi wake, ambaye tukifuatilia tunajua vizuri Paulo ndiye mmoja wa wale wameandika vitabu vingi katika Agano Jipya. Lakini mwanzo hakuwa Mkristo, hakuwa mtu ambaye alikuwa amekubali kutumiwa na Mungu, sababu alijitoa kupigana na Mungu. Lakini sababu naye Mungu anatuhimiza kupitia mada ya leo, yeye ni Mungu aliyetupenda hata kabla tumpende, aliona ni vizuri sana amuokoe Paulo, na akamuokoa akamtumia katika
kuhubiri neno lake, kupeleka habari njema kuhusu Kristo. Na ndiposa hii tunaona katika hii waraka wa Korintho, Paulo akiwahimiza, sababu yeye alikuwa amejenga ndani yake uungu, na akajua nilipita magumu, sababu nilikuwa najua jinsi nilivyowatenda wa Kristo, na sasa nikabadilishwa. Hata wakati nimepitana na mambo magumu, mpaka tunaona Paulo ameingia kolokoloni, lakini hata wakati alipokuwa kule kolokoloni bado anahubiri Injili. Tukaona hata wakati alikuwa amefunguliwa akikimbizwa na anaingia mashua ndiye atoroke, bado ikifika kule anakumbuka, mimi mwito wangu ni wa kuhubiri, anaendelea kuhubiri. Ni wakati mzuri ambao Mungu pia anatuitia kama kanisa, kama Wakristo, tutambue kuwa mwaka huu tunaitwa tuishi maisha ambayo yataonyesha Kristo ndani yetu. Na tunapotafakari kuishi maisha ambayo yataonyesha Mungu ndani yetu, ningepia taka ufahamu kuwa wakati Mungu alituumba katika Genesis, alituumba na yeye mwenyewe akasema, sasa naumba mwanadamu kwa umbo langu, kwa mfano wangu. Kwa hivyo tujue Mungu ametupa chochote ambacho tunahitaji, ndiposa nasi tusimame katika ukweli. 2 Corinthians pia Paulo anawakumbusha kuwa wakati mnahubiri hii Injili, msihubiri kana kwamba ni nyinyi wenyewe mnajihubiri. Msihubiri ni kana kwamba nyinyi ndiye mnahitaji hiyo faida, lakini muhubiri kulingana na kuwa kuhubiri kwenu ni kutimiza mwito wa Kristo, ambayo tunajua Kristo alituita kupitia wanafunzi wake tuwafikie wengine na ujumbe wake ambao ndiye Mwokozi aliyetolewa. Kwa hivyo ndugu zangu, asubuhi ya leo ningetaka nimalizie neno la Mungu wakati huu nikiwaitia kuwa tutaweza kutambua kuwa sisi Mungu alituita hata kabla tujijue. Wakati tutaendelea kutafakari hii mada ambayo inatuhimiza kuwa sisi ni wa Mungu hata kabla tuumbwe. Sisi ni wa Mungu hata kabla tukubali kuamini ndani yake. Na ni kweli kabisa tunatakiwa tufikirie, na tufikiria ndani yetu ifike mpaka mawazo yetu imefika kutambua kuwa sisi si wa sisi wenyewe, lakini sisi ni watoto wa Mungu ambayo halituumba kusudi tumtumikie jinsi anavyotaka. Na kwa hivyo nimalizie nikisema mambo matatu ambayo tunatakiwa tuyahimize sana sisi kama Wakristo. La kwanza ni kujitoa kusoma Biblia, sababu pasipo na kusoma Biblia hatutaweza kufunuliwa wazo la Mungu, kusudi la Mungu katika maisha yetu. Hatutaweza kujua jinsi tunavyotakiwa tuwasaidie walio katika mateso. Hatutaweza kujua jinsi Mungu anapotuelekeza katika kila kusudi linapotendeka katika maisha yetu. Lakini wakati tutasoma Biblia na tuweze kuijenga ndani ya mawazo yetu na iumbike mioyoni mwetu, wakati huo ndipo tutaweza kutambua kuwa kweli na kuona na macho yetu kuwa Mungu anaendelea kutenda jambo jipya kila wakati. Hata mtu tunaomba Mungu na anatujibu na tunakosa kufahamu kuwa ametujibu. Unapita na unaona ni kana kwamba maombi ambayo umeomba Mungu hajasikia. Inakuwa umefinyiriwa mpaka unaona ni kama nimemulilia Mungu na kuwa hajanisikia. Hasha, leo Mungu anatutia nguvu kupitia neno lake kuwa tujue kuwa kila wakati, hata kabla tumwambie yanao tufinya, kuwa yeye ni Mungu ambaye anayajua, lakini anahitaji nasi, sababu tukijua kuwa sisi ni wake hata kabla tuamini,
basi hatuna budi ya kutuzuia kumwamini Mungu. Kwa hivyo tunatakiwa tujitoe kila wakati kumwaminia Mungu, kumtarajia Mungu katika kila jambo, ndiposa tuweze kumpendeza katika matendo yetu. Kusoma neno la Mungu kila wakati, kujitoa kulijenga ndani yako. Na akamwambia Yoshua katika Yoshua chapter 1, akamwambia kama utaweza kuweka sheria zangu ndani ya moyo wako na uzitafakari katika mawazo yako usiku na mchana, basi utaweza kufaulu katika lolote utakaloliachilia kwa mkono wako. Na kwa hivyo ni ya muhimu sana sisi kama kanisa tujue kuwa Mungu anatuita siku ya leo tumwamini, sababu alituita hata kabla tumwamini. Kwa hivyo anahitaji tumwamini. Na mfano mwema, nadhani hakuna mwanadamu anaweza kutana na mwanadamu mwingine na aseme mimi ninakuamini sana siku ya kwanza, na akiwa hawaja haikutana tena, sababu hautakuwa umemjua kuwa huyu mwanadamu ni wa aina gani. Anaweza kuwa yes, amevaa vizuri, anaweza kuwa ako na matamshi ya kinywa chake mazuri, lakini mwishowe iwe umemwaminia na hawe ndiye atakudhuru ama atakumaliza. Kwa hivyo ni himizo vizuri tujue mtu ambaye tu anaweza kutukubali na ambaye alitukubali hata kabla tumjue ni Mungu peke yetu, ni Mungu peke yake. Na basi naye anataka tumwaminie maisha yetu, maana ameonyesha upendo wake kupitia kumtoa mwana wake Yesu Kristo, na ambaye Paulo anawahimiza Wakorintho kuwa the light has come, na hii nuru ndiye itawaangazia katika maisha yenu. Mnapotembea kila siku, mnapokutana na wapinga Kristo, mnapokutana na magumu katika utumishi katika ministry, anawahimiza kuwa kumbukeni kuwa amuishi sababu ya maisha yenu, lakini mnaishi sababu ya kupeleka ujumbe wa Yesu mbele kwa hawa wasio ufahamu. Ya pili ya kumalizia ni tujue tunapozitoa kusoma neno la Mungu ni vizuri pia ndiposa tuelewe vizuri na kujiachilia kwa Mungu ambaye alitupenda na ametembea pamoja nasi hata wakati hatujamuona. Ni ya muhimu tujue tunahitaji tuombe. Wakati mwingi watu wameshindwa na kuomba. Watu wamependa kuongea sana na wakashindwa kuomba Mungu. Tunaangalia magumu ambayo tunapitia katika nchi yetu. Unakuta kila siku tuko na matamshi ambayo yanatolewa, aidha ni ya ahadi ama sio ya ahadi. Lakini unafikia kesho yake pia mengine yanatolewa ni kama yale ya jana hayakuwa yamenenwa. Sababu gani? Sababu mwanadamu asipo na kuomba kujua kusudi la Mungu, anaweza simama na anene leo, asahau dakika hiyo, na kesho arudie, kesho kutwa arudie, na asifahamu kuwa yale aliimiza atayatenda. Na kwa hivyo Mungu anatuhitaji sana sisi kama Wakristo tujitoe, tumuombe kila wakati. Tujitoe kumuomba, na ndiposa hapa Karatina tumeanza hiyo ibada ya Lajawa. Wakati tumeziita na tukasema tukutane zote walio na nafasi hiyo, tukuje tumuitie Mungu, maana kuna mambo mengi ambayo tunahitaji Mungu atutendee. Ila kwanza ni kuwa maisha yetu tunapojitoa tuishi na tumuishie, tunahitaji atudumishe. Tunahitaji pia atuelekeze. That's why tunasema maombi pia ni ya maana na tunayahitaji. Na ya mwisho ambayo namalizia nayo ni kuwa sababu ya Mungu atujulishe kuwa alitupenda kabla tumpende, sisi ni wake kabla pia tumwamini na tumjue, ni kusudi tutimize mwito wake. Sababu Mungu ametuitia, hakuna mwanadamu asipo na mwito. Hakuna mwanadamu asipo na mwito. Hawe ni mdogo, hawe ni mkubwa, kila mtu ako na mwito ambaye Mungu amemuitia.
Na mwito ambao Mungu ametuitia ni kusudi tuweze kulihubiri neno lake, kusudi tuweze kuwafikia wengine katika mahitaji yao, kusudi tuweze kujitoa na kumtumikia tukitarajia urithi wa ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni ya maana sana na ya muhimu katika maisha yetu siku ya leo kujitoa na kujua kuwa sisi ni lazima tujue Mungu anatupenda na anatuhitaji nasi tumtumikie kupitia kufikia wengine. Na kwa hivyo kanisa nawahimiza kuwa tujitoe sana. Jitoe katika hali yako. Unaweza kuwa Mungu anataka ujitoe katika jamii yako ndiposa isimame jina lake litukuzwe. Ina uwezekano Mungu anataka ujitoe kama kijana ndiposa wanalika wengine waweze kumshuhudia kuwa yeye ni Mwokozi. Inahitajika Mungu anaita mzee ndiposa wazee wengine wajue kweli wazee wanaweza mpokea Kristo kama Mwokozi katika maisha yao. Ni ya muhimu tujue leo Mungu anatuhimiza, anakuita mimi kama mchungaji mwanafunzi niweze kusimama katika mwanya wangu ili wengine wajue kuwa pia Mungu ametuita. Na kama ametuita tutaweza kupitia uwezo wake. Kwa hivyo hakuna yoyote asio na mwito. That's why the Lord is saying, I am doing the new thing. Can't you see it? Na anaendelea kutuhimiza bado kuwa we share Christ. After we leave Christ, we share Christ with others. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah, I would like to welcome anyone who feels it is in a special way that anyone who feels that today, maybe last year, we had that mada ambayo ilikuwa inatuelekeza kuwa Yesu anatenda mambo mazuri na mapya ndani ya maisha yetu, na mpaka anatuuliza swali kama hatuyatazamii, na ikawa katika maisha yako bado haujayatazamia, ujue amekupa nafasi ya kumkiri Kristo kama Mwokozi wa maisha yako. Kama uko hapa haujai mkiri Yesu Kristo kama Mwokozi wa maisha yako, kisimama pahali huko tutaomba. Sitaki nifugie hiyo nafasi. Kama uko hapa na haujai mkiri Kristo kama Mwokozi wa maisha yako, utasimama tuombe kama uko hapo, sababu mada ya mwaka huu inatuhimiza tumuishie Yesu na tuwezi ishi maisha ya Yesu pasipo na kumkubali ndani ya moyo yetu. Asante, naona hakuna. Tuendelee kudumu ndani ya Yesu, hoping zote tunamwamini Kristo kama Mwokozi wa maisha yetu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, twaliinua jina lako na kulitukuza sababu wewe ni mwaminifu. Umekuwa Mungu pamoja nasi. Neno lako limetoka kupitia mawazo yangu na kinywa changu, na sasa liko katika mawazo yetu kwa kila mmoja, walio hapa na walio mbali, wanaotutazamia pia kwa mitandao. Mungu, ni ombi letu neno lako likatuongoze tunapozitoa mwaka huu kukutumikia, kuachilia maisha yetu kukutumikia. Ni ombi letu kuwa tutaweza kukutumikia jinsi inavyokupendeza, iposa siku za mwisho Mfalme tupate malipo yanayoambatana na matendo yetu. Wewe ni mwaminifu, dumisha neno lako ndani yetu kwa utukufu na sifa kwa jina lako. Wewe ni mwaminifu. Ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kusifu. Amen. God bless you and keep you. Na bado kama nilivyoimba asubuhi, bado nasema nimeamua kumtegemea Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Nimeamua kufuata Yesu. Sitarudi nyuma.